Don't
Tutatafakari neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Mithali sura yake ile ya 23 mstari wa 26. Neno la Mungu kutoka kitabu cha Mithali sura ile ya 23 mstari ule wa 26. Tutajenga tafakari yetu na kichwa cha somo kinasema moyo wenye thamani Mungu ana haja nao. Kichwa chetu cha somo kinasema moyo wenye thamani Mungu ana haja nao. Tutajenga tafakari yetu kutoka Mithali sura ya 23 na mstari ule wa 26. Kitabu cha Mithali sura ya 23 na mstari ule wa 26. Ni matumaini yangu ndio wengi mmekwisha kufika, na mimi katika Utatu Mtakatifu ninawatangulia neno la Mungu linasema, mwanangu nipe moyo wako, macho yako yakapendezwe na njia zangu. Mwanangu nipe moyo wako, macho yako yakapendezwe na njia zako. Jina la Bwana libarikiwe. Katika tafsiri ya kawaida kwa Kiswahili, unaposikia neno nipe, maana yake inamaanisha ni wakati huu wa sasa uliopo. Na kwa kweli ndivyo ilivyo, kwamba katika kipindi hiki cha sasa. Kwa nini? Kwa sababu imekuwa ni wakati ujao. Neno lingeandika, mwanangu utanipa moyo wako. Au umekuwa ni wakati uliopita, neno lingeandika, mwanangu umenipa moyo wako. Lakini kwa sababu neno la Mungu linasema, mwanangu nipe moyo wako. Na kitu hiki kinachosema mwanangu nipe moyo wako, huyu ni Mungu ndiye anayesema, na Mungu ndiye anayenena hilo neno, au ndiye anayeomba huo moyo. Yapo mambo makuu mawili tu nitakayoeleza hapa. Kwa nini Mungu anaomba moyo? Kwa nini Mungu anaomba moyo? Jambo la kwanza, sababu Mungu anaomba moyo ni kwamba moyo wa binadamu ni kiungo cha ajabu sana katika mwili wake. Hii ndio sababu ambayo Mungu anapelekea kuomba moyo. Moyo ni kiungo cha ajabu sana katika mwili wa binadamu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili linalopelekea Mungu aombe moyo ni kwa sababu moyo una tabia za ajabu sana kwenye mwili wa binadamu. Vitu hivi vipo vitu vingi, lakini mimi nitaeleza vitu hivyo viwili tu kutokana na hali ya muda. Jina la Bwana libarikiwe. Wataalamu wa masuala ya maumbile wanaripoti, wanasema hivi, kila mtu ambaye alizaliwa na mwanaume au mwanamke hapa duniani anacho kipande cha nyama katika kifua chake, upande wa bega la kushoto. Na wataalamu wa
Yaani ukikuja mkono wako namna hii hapa, ngumi ya mkono wako, hicho kipande cha nyama upande wa kushoto wa kila mtu kipo. Kwa hiyo ukubwa wake itategemeana tu na umri alionao na umbo lake huyu mtu. Lakini hata unaweza kuona ni mnene sana, akikuja ngumi yake, hicho kipande cha nyama kipo kwenye kifua chake. Hicho kipande cha nyama hicho kinaitwa moyo. Wataalamu wa masuala ya maumbile wanasema hivi, hicho kipande cha nyama ukikikata ukakiweka kwenye mzani wa kupimia nyama buchani, mzani unaotumia kupimia nyama ya ng'ombe au nyama ya kitimoto huko buchani, wanasema wanadai kinatoa uzito chini ya nusu kilo hicho kipande cha nyama. Lakini pia wanasema kila dakika moja yenye sekunde 60 hicho kipande cha nyama kinapiga mara 70. Na maana yake kwamba katika saa moja kina uwezo wa kusukuma mapigo 4,200. Na kwa maana ya siku yenye masaa 24 kina uwezo wa kupiga mara 1,800,000. Na hivyo kwa juma zima lenye siku 7 hicho kipande cha nyama kinaweza kuendesha mapigo 7,56,000. Na kwa maana ni kwamba kwa mwaka mzima hicho kipande cha nyama kina uwezo wa kupiga milioni 36,892,000. Na unaweza kufanya hesabu ya darasa la kwanza tu, ukachukua tangu uzaliwe ukaiweka miaka yako hapo kama una miaka 30, na katika kila mwaka kinapiga mara milioni 36,892,800. Ukafanya mara miaka ulionayo, utagundua tangu umezaliwa hicho kipande cha nyama kimepiga mara hizo. Hakina likizo, hakina sikukuu ya Pasaka wala ya Krismasi, hakina sikukuu ya Mapinduzi wala ya Idi, hakina Jumamosi wala Jumapili uwe umelala, chenyewe kiko tu kazini kinapiga. Siku utakapoweka mkono wako namna hii hapa na pakawa kimya, maana yake biashara yako itakuwa imebadilika. Nilisema ukiwa na heshima sana watakuita hayati, ingawa hapa Tanzania tuna hayati wote, wengine wote ni marehemu, mpaka baba yangu ni marehemu, baba wa taifa pekee yake, wengine wote ni marehemu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hata baba yangu Mageuza anaitwa marehemu Mzee Machidi, alishafa. Ukisikia wanakupa jina la hayati, maana yake heshima katika kifo chako. Wengine hapa tutaishia kuitwa marehemu. Utampa leo ya